Eneo la focus leo tutazungumzia shisha. Kumetokea ongezeko kubwa la kuchanganya kwenye ile tumbaku kuweka vitu ambavyo sio sahihi. Tumeona katika shisha hilo kuna uchanganyaji sasa wa dawa za kulevya. Wengine wanaita majina mbalimbali, pasua kichwa. Ya kawaida inauzwa kwa 20,000 lakini ile pasua kichwa tunauzwa 30,000, 25,000, bei inaongezeka. Kwa sisi watu ambao tunamiliki maeneo ya biashara, hususan hizi baa zetu na sehemu zetu za starehe. Iwapo sasa wewe mmiliki wa hilo eneo, itabainika kwamba kuna watu eneo lako la biashara aidha wanatumia dawa za kulevya. Sasa ni jukumu lako kuhakikisha kwamba biashara ya kulevya au matumizi katika eneo lako la biashara hayafanyiki. Kwa hiyo sasa iwapo itagundulika kwamba kuna watu ambao wanatumia dawa za kulevya katika eneo lako la biashara, adhabu kwanza kwa mmiliki wa hilo eneo ni kwamba kulipa faini isiyopungua milioni 5 na au kifungo cha miaka 3 jela au adhabu zote mbili kwa pamoja. Sasa kwa yule mtumiaji na mwenyewe tunadinai kwa kitu kingine. Sheria imeenda mbali zaidi kwa yule mtumiaji, yeye tutakibanika ametumia baada ya kupimwa, basi adhabu yake itakuwa ni kifungo cha mwaka 1 jela na adhabu faini isiyopungua milioni 1 au kifungo cha miaka 3 jela au adhabu zote mbili kwa pamoja. Kuna watu kabisa wamepewa free zone, yani wametenga kwenye baa zao zinaitwa free zone. Au kuna watu tu special wanaruhusiwa kuingia huko. Unakuta baa ina kachemba, wanafichwa watu kule, wanasaga migungi. Jamani, hilo ni kosa kubwa, kwa sababu tukija kufanya ukamataji pale, sawa, tutamkamata huyo anayetumia, lakini mwisho wa siku kuna document tunazijaza. Tukishazijaza zile document, ukamataji umefanyika wapi? Umefanyika kwenye baa ya fulani, au wale wameingia kwenye rekodi ya kusaidia nini, dawa za kulevya, matumizi ya dawa za kulevya. Sasa hiyo ikijirudia lazima hatua ichukuliwe kwenye hiyo baa, kwa sababu wao wataonekana ndio facilitator. Umeelewa jamani?